John Matara, jina ambalo limekuwa likizungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa pale katika mtandao wa X ukipenda Twitter. Matara anatajwa kuwa mhusika mkuu na mshukiwa mkuu katika mauaji yake Starlet Wahu, ambaye ni dadake Pastor Kanyari. Starlet Wahu aliweza kuuawa na Matara ambaye aliaminika kuwa mpenzi wake wakati walikuwa katika pelka za kujitumbuisha wakiwa katika harakati zao za have fun. But now certain things come to the limelight, na kuna kitu fulani hivi ambacho kimeweza kugundulika na kile ambacho kimeweza kueleweka. You know, right now it's rest in power, rest in peace, Starlet. But right now let's take a moment back and look at this story of Starlet and John, because the guy John is I believe to be offender, a psychopath. He's a psychopath that has been operating a certain ring of tuseme hawa watu they target certain age na certain age limit ya madem ambao they are vulnerable because and they are so gullible. Ama dem wanataka mapenzi, they want love, and they want love, real love, and they want real money also. So these people comes out, wanna post lavish lifestyle through their social media pages, especially on Facebook. Lakini hata wewe ukiwa msichana na hiyo akili yako, mwanaume Facebook amekuwekea pesa na kudanganya nazo na gari za kahaya, surely. You know, sometimes take some moment and think about it, because hapo ndio tunapotea. Let me explain it to you. Hawa watu, this is what they do. They go ahead, they plan. Unajua ni kama wale watu kuna tule tumutu tunakwambianga, you know what, how to make 15,000 daily. Wale wa global returns, sijui ni global online, sijui something of the sort. So these people now, they target dating sites. Unajua kuna zile groups za kudate. So wanapata kuna dem fulani hapa ni mrembo na inakaa na pesa. So dem ukiangalia age limit yake inachezea 30 to 25. So what can we do? We hit up on the girl. And then wanza kumuonyesha mapenzi, yeah, attention here and there. Unamtumia ka gift kamoja hivi 1,000, 2,000. Unaget? That's what they do. Now, when the girl realizes, you know what? Oh, Mr. Right one ako hapa. Wakati mwanaume atasema, can we go for the first date? A propose to first date. Ndiao. Msichana anajisunda first date, anaingia, wanakwenda, wanakula, wanamaliza, then wanaamua kwenda kukulana. Unajua after kukula ni kukulana. So, wanapanga waende wakakulana. They rent a Airbnb. They don't go to the lodge. They rent a Airbnb. This Airbnb, huyu dem, jamaa ameshapiga hesabu. Kama nimetumia 20,000 kwako, I want it ikiwa mara tatu. Either 60,000, 80,000 or 100,000, or kama umefika level fulani, I want 500,000. Unaget? Ama mimi ndio nitakuua. Unaget? So wakati alipanga hesabu ya Starlet, I think he had some insight ya kwamba Starlet ni sister yake Kanyari. So as Kanyari was speaking, alituambia that Starlet alitishwa 500,000. Unajua you don't just wake up any day upate msichana wa socialite huko Instagram unamuitisha 500,000 Kenyan shillings. Unaget? So the guy asked for the money. Dem akagoma kutoa. Kisu ya kwanza, ya pili. Na kwanza alikata mishipa ya shingo na mishipa ya miguu, ambayo ni mishipa ina pump the blood to the heart, leading to the death of Starlet. Now, many people have come forward revealing the dark secrets behind John Matara's life. They say that this guy, there are a lot of victims that have not come out yet to reveal what they have undergone through the torture of this man. Now, one Asif Gaya says, recounts by Matara's classmate. He was a bully in class. Bangi yangu ya kwanza ilikuwa ni yake, games time.
My class 8 classmate pale Genesis Preparatory School aliitwa Kisii School but later suspended juu ya kuchora mabunduki and all sorts of gang things, ndio akaenda Butere Boys. So Matara moved to Butere ambapo it's believed ndiko aliweza kusomea. Now Matara torture victims of a mad the more victims accuses the man in Starlet's murder. Matara is believed to have tortured and also kuwadhulumu kimapenzi na kuweza kuwamaliza. There is a victim from Kahawa Sukari pia who came forward. Another one from Kisii came forward. But all these victims ukiangalia ni wasichana warembo sana. Imagine some of them have also been left with life threatening holds kwa maisha yao. Wana vidonda ambazo zitawahi pona. Wana vidonda ambazo niko sure. I looked at one of the girls ambaye alikuwa akiexpose huyu jamaa and realized hizi vidonda za huyu mtu their life ni za maisha hata hizi nazo. Alafu akiulizwa itakuwa ni Matara aliniweka wakati nilikuwa nikikimbishana na utajiri. Now there's a certain comment ambayo one guy by the name of Mike Buvi Song Comedy yesterday. I want to read the story. Mike commented on the story and what he said, kumbe hii nyang'au imezoea kutumia watoto wa wenyewe vibaya. Hii sio mara ya kwanza nasikia. He belongs to a gang that lures ladies with money and fake promises, alafu they assault and steal from them. Baada ya kupelekwa kamiti, huyu mkora anafaa finywe balls yote mbili ili asizae watoto wabaya kama yeye. That's Sonko for you. Yeah. Na one story I want to read out in his story. Now, there's a certain lady. The lady says John used to send her a lot of money before they met. So on the final day of meeting, John Matara booked an Airbnb and as usual, they carried out the HIV test and John asked her to undress and immediately she undressed, John alitoa kisu and demanded 50K from her. Even though they carried out the HIV test, John told her he wouldn't touch her or lay her. So this girl got lucky because at knife point she managed to raise 50K and gave the money to John. She also narrates that John picked her parents' phone number and before John left, he asked her to rub. Guy, he took a video of her. This he could leak if the girl dared to report. Alichukua video dem akifanya. Guy, wewe kuna vitu zingine hata tusomangi because this guy unasikia venye Sonko anasema anahitaji kufinywa makei. Si makei tu. These are the type of people that we don't deserve to have in this current. Hawapaswa kuwa nje ya jela. They shouldn't see the light of the day. Wanapaswa kuwa ndani and they should be held in solitary confinement. Yeah, because if these are the things that this guy did, unasikia? Now Father John tightly tied this girl and left us. He closed the door from the outside. The next day she was rescued na mama Fua. Na msichana ako na hizo videnda. Jamaa bwana. Na ameishi, inaonekana ako na experience ya kuua because akiwakata hawa wasichana anawakatanga kwa mishipa ya damu, the arteries, the main arteries ambazo zinapeleka damu to the heart. Mishipa ya damu. Unajua hiyo mishipa ikikatwa ni kama ukuu na drain. Hiyo mshipa ina drain damu yote kwa mwili. Unaget? So huyo mtu hata inafika point anatoka damu yote. So inakuwa hakuna kitu ingine ameachwa nayo. Nikaa umeshamuua. So that's how Matara has been operating. And it seems wakona kakatel a certain cabal of people that hata hizo skills za kuua they have practiced venye watakuwa kideal na their victims. Kwa sababu inaonekana pia they link up girls. Mimi niko na huyu victim leo, wewe enda na huyu kesho. Yeah.
Hii tunaelewana? It seems that's what has been happening. Na mambo yanaendelea kuchemka. Hii ni FM Show KE. So as we continue unfolding the story of Matara, hi our girls, be very careful with the people that you accept in your life, because they either make you or ruin you. For now, that's what's up. Mwanaume asikuje anakupea pesa, kasusu yako unamgawia tu. Yeah, kwa sasa. See you in the next video.